Nĩ ngatho mũno nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere na kũnyitanĩra na ithuĩ tabarĩra ya Rĩkĩratha gũkũ gwa Kameme TV mũthĩgi wa rũrĩrĩ, na nĩ ihinda rĩngĩ rĩa gũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kwarĩria Miikaranirie, na ũmũthĩ thĩinĩ wa Miikaranirie tũrathiĩ na mbere o ta ũrĩa atongoria a bũrũri na andũ aingĩ marathiĩ na mbere na kũhoya o nawe Mũkenya nĩ atĩ andũ mathiĩ na mbere na thayũ. Nĩtũgũkorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa thayũ na thĩinĩ wa kanitha na andũ arĩa othe marathiĩ na mbere na kũhunjia thayũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na thĩinĩ wa studio citũ twĩna andũ marakĩta team Adonai kana Adonai team marathiĩ na mbere na kũhunjia bũrũri, na nĩ makoretwo magĩthiĩ kũndũ na kũndũ nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ bũrũri witũ nĩ waikara na thayũ. No hihi nĩ megũkorwo makĩgweta o mũndũ na rĩtwa rĩake na nĩgetha matwĩre maumĩte kũ, maikaraga kũ na metagwo atĩa. Na nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na kwaria ona gĩthweri nĩ amu bũrũri ũyũ witũ wa Kenya ũkoretwo ũthondeketwo nĩ andũ kuma kabira ngũrani na othe nĩ a Kenya, na no nginya tũkorwo tũkĩiga thayũ kũndũ guothe thĩinĩ wa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Koguo nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na mbere na gũtukania na gĩthweri, na tũkwambĩrĩria mwena wakwa wa ũrio, na nĩ tũkwambĩrĩria na rĩtwa rĩaku Thuku nĩgetha ũtwĩre wĩtagwo atĩa. Kamera nĩ namba ĩmwe, ũtwĩre wĩtagwo atĩa na nĩkĩ wĩkaga. Nĩ wega mũno, nĩtagwo Fantastic Thuku na ndĩ mũhonoku, njugaga Jesũ nĩ mwathani, nĩ mũciarĩirwo Kenya, gwitũ nĩ Nyĩrĩ, handũ hetagwo kũrĩa Tĩtũ. Na kwa ihinda-inĩ rĩa gũkorwo tũkĩarĩria ũhoro wa thayũ bũrũri-inĩ wa Kenya, nĩ tũkoretwo tũgĩka peace campaign kwa ihinda rĩa mĩaka ta 5 ũguo. No ihinda-inĩ rĩrĩ tũrarĩria tũkoreirwo tũgĩkĩra ũhoro wa gwĩka peace campaign ihinda rĩrĩa twerekeire mwaka wa mweri wa gĩthurano mweri 8 wa kanana. Nĩ ngatho mũno, na hihi tũgũkorwo tukiaria na gĩthweri nĩ ũndũ wa Apostle Musili. Apostle Musili, karibu sana kwa Kameme TV, lakini najua unajua salamu za Kikikuyu. Muriega. Muriega. Nasikia yote, lakini kule kuzungumza ile nzuri ndio shida. Watanichekelea, lakini ninajua ile basic, otherwise naitwa Apostle Musili na nimekuja hapa on behalf mkutano ule tuko nao Uhuru Park tukitangaza amani. So tutakuwa pamoja, nitakuwa tukieleza juu kwa sababu tuko katika wakati wa election, na sisi tunajua kwamba elections wakati mwingine katika nchi yetu huwa inakuwa very emotive, ama inakuwa hisia zinaanza kuinuka juu, na tumewahi tukashuhudia watu wakipigana. Kwa hivyo tumechukua hii initiative mwanzo to educate people on the need, ama kuwasomesha kwamba ni lazima tuweke imani kwamba amani, kwamba kura zitakuja, zitapita, na tutaendelea kuatua Kenya. Tunashukuru sana Apostle Musili kwa sababu ya kuja. Labda sasa tunataka tugeuze hii debate na tuanze kuzungumza na lugha ya Kiswahili ili tuelewane sisi wote, sababu hata natambua kwamba watazamaji wetu pia wanaelewa lugha ya Kiswahili. Na tuko labda kwako tena uweze kutusalimia na tuambie jina lako. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Apostle Francis Irũngũ wa kanitha wetagwo GDM International harĩa City Stadium, na ngoragwo nani tugika campaign ino ya thayũ tukiwa pamoja na ndugu ambao unaona hapa. Githweri nitokwaria na githweri. Tutaanza na wewe Thuku. Labda utuelezee umuhimu kanisa, jukumu la kanisa ni kuleta amani, kuleta maelewano, kufunza watu neno la Mungu. Lakini ile kitu unajiuliza, lazima ikuwe wakati wa uchaguzi, ama mlionelea mshaanza, ama mnafanyaga hili kuhubiri amani, ama ni saizi mmeanza? Okay. Labda utuelezee kuhusu timu Adonai ni nini? Asante sana. Nimeshukuru sana kwa hii nafasi. Adonai ni Mungu na timu ni kundi la watu. Sisi kwangu kama team, ama kiongozi wa team Adonai, sisi tunajitanga kundi la Mungu sababu tunamtambua Mungu hajawahi shindwa na jambo lolote. Na katika nafasi hii ya kuweza kufanya peace campaign, sisi kwa sababu ya kumtambua Mwenyezi Mungu tunajua Mungu hufanya kazi na watu wake. Na wakati tulipoanza maneno hii tukaona sisi kama team Adonai hatuwezi sisi peke yetu, sababu mimi si mwanasiasa na mimi si mchungaji. Nijua ya kwamba nitaweza kushikana na wachungaji ambaye wametiwa mafuta na Mwenyezi Mungu, sababu ndio wako na jimbo la mioyo ya wanadamu, ama la Kenya, ama la sisi wanadamu. Wakati nilijua namna hiyo tulipoanza hii maneno, sababu mimi nimeokoka, nilipitia mchungaji Apostle Irungu. Apostle Irungu naye akaona lazima aende kwa Apostle Francis Musili. Na wakati huo
alipoingia pale, Mungu ameleta hiyo connection, na kwa sasa hivi tunaongea na wewe tumeandaa mkutano huko Uhuru Park, ambaye sasa hivi tunaongea na wewe ni mkutano wa tarehe 25 mwezi huu pale Uhuru Park. Labda kando na mkutano, labda tunaweza zungumza, sababu mkutano ni baadaye. Lengo lenyu ni lipi, na mmekuwa mkizunguka, labda tuende kwa Pastor Musili. Lengo lenyu ni lipi, na labda mmekuwa mkizunguka wapi na wapi, na haswa mkifika huko mnafanya nini na nini? Kwanza nituelewe kile tunachozungumzia tunaposema mambo ya amani. Apostle Irungu nimesikia akisema Thayu. Thayu. Sasa unajua kitu kiona katika kanisa lina deal na mambo yale yako katika ulimwengu wa rohoni. Kwa kizungu tunasema spiritual things. Na spiritual ni yale mambo ambayo hatuoni na macho. Na tunaamini katika kanisa ama katika spiritual things kwamba kuna ulimwengu wa rohoni, that is the spiritual realm. Na huko ndiko kunaishi Mungu, huko ndiko kunaishi malaika, huko ndiko kunaishi mashetani. So sisi tunaamini before kitu chochote kifanyike, ukione kimanifest katika ulimwengu haka, tukione kimetendekea sisi, already in the spiritual realm imekuwako. Na ndio naona kwamba wakati mwingine utasoma kati mambo yale yako katika roho, pengine utaota usiku, unasikia mtu alikuwa na ndoto, aliona hiyo kitu kikafanyika, ama mtu ameona vision, ama mtu amezungumziwa na Mungu. Kuna vitu kama hivyo. Otherwise kama hakungalikuwa na spiritual realm, hakungalikuwa na kanisa. Kwa hivyo kitu ambacho tunasema, pamoja na kwamba tumekuwa pale mwanzo, tumeona Wakenya wakipigana kwa njia mbaya sana wakati wa election na after election. Pamoja na hivyo vile mimi nikiwa apostle, nikiwa mtumishi wa Mungu, tuna uwezo wa kuelewa kile tunachokiona kikikuwa katika ulimwengu wa roho. Kama vile wanasemanga dalili ya mvua ni mawingu. So, katika ulimwengu wa roho tunaangalia sisi, kwa sababu sisi si wanasiasa. Na kazi yetu, mimi nikiwa kama bishop siwezi kuunga pande moja mkono. Nina persuasion yangu kule nitapiga kura, and that's my secret. Na even members wangu wa kanisa hawajui, kwa sababu mimi nawaambia wapige kura kulingana na conscience yao. Lakini kitu ile ninaona katika ulimwengu wa rohoni ndio naweza nikawaambia kwamba lile wingu liliinuka 2007 2008 pengine linaanza kuinuka. So what do we do? Sisi kama Wakristo, mwanzo ku-educate Kenyans, they should continually be educated on need ya kwamba sisi tuliumbwa na Mungu. 43 tribes tukawekwa katika nchi hii. Kwa hivyo Mungu alijua kwamba tunaweza tukaishi pamoja. Na hiyo inakuanga rahisi. Unaona kwamba watu, unaona Mbaluya anaweza akaoa Mkikuyu, Mkamba akaoa Msomali, na wakazaa watoto, na mtoto akawa ako sawa, hata ukaoa Mzungu. Kwa hivyo inakuonyesha sisi ni watu wa moja tu. Kitu kinakuja kupitana pengine ni lugha na culture. Labda naweza uliza swali kuhusu amani. Na ni vizuri kwamba kanisa nyingi zinafanya mkutano wa amani ili kuhubiri amani. Lakini chanzo cha ugomvi ni wanasiasa. Hamuoni kwamba ni vizuri kwanza kwenda kuzungumza, kuwahubiria, sababu wananchi hawana shida wasipo kuja kuelezewa maneno ya chuki na wale wanasiasa? Huoni kwamba mnafaa kwenda kwa hao wanasiasa muwahubirie kwanza? Wacha tuseme hivi, wanasiasa kwanza wanakuanga washirika wa makanisa zetu. Hakuna wanasiasa wengi sana wa Kenya kuna kanisa wanaendanga. Na kwa hivyo mambo haya ambayo tunaiongelea wanakuanga wanaijua. Lakini sasa kuna kitu kinaitwa hiyo competition, yani hiyo kungangana, hau maranganganira gite keu. Sasa wakati inafika hapo, unajua ni kama biashara. Sasa katika biashara kila mtu anataka keki yake, kila mtu anataka. Sasa huwa anasahau kila kitu. Lakini tukakuja kugundua hivi, kama watumishi wa Mungu, kama vile Apostle Musili amesema, ni kwamba tuligundua kwamba wanasiasa watabaki wanasiasa, na hata waibadilika kuwa wachungaji ama wabadilika wawe watu wengine, wanakuanga ni wanasiasa, na hiyo ni biashara yao, na hiyo ni calling yao, na ni anointing yao. Sasa ile shida inatokeanga ni kwamba katika maneno ile wanasiasa wanaongea, maneno mingi ambayo imekuwa ikitumika kule mbeleni ni maneno ambayo ni ya ukabila. Yani kwenye verbal engineering, katika maneno ile wanatumia, hawana misamiati ya kutosha ya kupiga siasa bila kutaja ukabila. Sasa sisi kama wachungaji ndio tunaingia tunaonyesha kwa neno ya kwamba kaneno kamoja kaovu kanaweza akisha moto ambao hauwezi ukazimwa na maneno 100 mazuri. Sasa ndio tunaingia tunaanza kuhamasisha wananchi na washirika na pamoja. Kwa hivyo wanasiasa tushawaongelesha,
tumekuwa na vikao nyingi sana na wao. Lakini pia lazima mwananchi wa kawaida tumuongeleshe, tumwambie mimi ni Mkikuyu. Ndugu yangu hapa Apostle Musili ni Mkamba na kuna Bishop Obonyo na wengine wengi ambao watakuwa Uhuru Park. Uhuru Park inaleta makabila 42 na matatu actually. Hata kuna Waislamu watakuwa pale. Sasa hasa kubwa ni watu wajue ya kwamba sisi kama wananchi, kila wanasiasa wanahitaji ni my vote and not my blood. Hawahitaji damu yangu, wanahitaji kura yangu. Nikipiga kura bas IBC na wengine washughulikie uko mbele. Lakini si tudumisha amani. Tutamalizia lakini kwanza labda tuko Apostle Musili alafu tukuje kwako. Suluhu long term solution kwa Kiingereza, lakini suluhu la kudumu tatizo la amani nchini Kenya ni lipi? Mwanzo kwanza ni ile kwa kwamba watu wawe educated, kwamba tunapoenda kupiga kura, kama mimi nitaenda asubuhi na mimi nimevote for the last 30 years, nianza kuvote ile 83 mpaka leo, ninaenda ninapiga kura na narudi nyumbani naenda kungojea matokeo. Lakini sasa ikifika mahali mtu atakuja niambie kwamba kura imeibwa ama imefanya hivi, nianze kuchukua panga nikate mtu, nianze kuchukua mawe nigonge mtu, nianze kuchoma mali ya watu, hivyo ndivyo tunavyokataa. Na nikimalizia ile point yangu, nilikuwa nasema kusudi yetu kwenda Uhuru Park ni kwanza wanasiasa tumewaita wote kutoka kila mmoja. Hatujajua nani atakubali kuja, hatujajua nani atakuja kula, na tutawaambia vizuri we need peace, kwa sababu kama ni mtu yule atakayeshindwa ashindwe na Mungu amponye majeraha. Kwa hivyo ndivyo kusudi ile ingine permanent tu. Sisi tunasema kama kanisa ni education, pengine tupate kizazi kia hawa watu wadogo wajue kwamba they can vote and still be friends. Wewe umevotia candidate wako, mimi nimevotia candidate wangu ameshindwa. Ni kama tu vile mpira inakuwa ni Arsenal na Manchester. Tunaenda hapo, we are very emotive, lakini ikishashindwa, okay, kuna watu wengine inaitwa football hooliganism, but I think it can be contained. Umeshashindwa, tukuje tushindane kesho tena. Lakini hiyo tufike mahali ni kukate na panga, haki hata hiyo haifai. Na unaona hawa watu wanatufanyisha kukatana na mapanga, ukikutana nao kwa street hata wakujui. Na hiyo ni kitu ambapo unaelewa kwamba na baadaye utakuta kwamba wewe pengine utabaki tu na matatizo yako. Kama ni mzazi utabaki na matatizo ya watoto wako hawana fee, wakati ambapo mwanasiasa naye saa ile wewe mtoto wako amefukuzwa shule, mwanasiasa naye yuko airport anaenda live Israel na familia yake. So lazima tujue tutapendana, tutapiga kura na tubaki tu wa Kenya. Ni kweli. Labda kwa neno lako la mwisho kwa Mkenya, labda unaweza zungumza kwa kamera hii ya kwanza. Neno lako la mwisho kwa Wakenya ni lipi tukielekea uchaguzi mkuu? Asante sana. Kwangu nitasema uchaguzi wa tarehe 8 mwezi wa 8 utakuja na utapita. Mimi kwangu kwa Wakenya ni kuelezea ya kwamba tuweke amani kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi, sababu hii Kenya ni yetu. Niseme wa Kenya, yule ambaye atashinda tutamuunga mkono, atakuwa kiongozi wetu, na yule ambaye atashindwa ataendelea kuwa ndugu yetu. Kumbuka ya kwamba wao watu ambaye ni viongozi kama ni rais, governor, senate, hawa viongozi wote wamejitokeza kwa wingi. Kama ni rais tunahitaji mtu mmoja katika nchi yetu ya Kenya. Ndugu yangu, hawa watu, yule ambaye atashinda bado ataendelea kuwa rafiki mwenye ameshindwa. Wakati sisi tunapigana wenyewe kwa wenyewe sisi, vile Apostle Musili amesema, pengine hata yule anafanya upigane, huyo hata hakujui. Kumbuka ya kwamba viongozi wanakuanga na watoto wao hawajai pigana ama kuandikania message ya kutukanana ama kupatana huko barabarani wakapigana. Unapigana sababu ya mtu hata hakujui. Tusikubali kuwekwa misingi ya ukabila ndani ya maisha yetu ama ndani ya mioyo yetu. Tushukie mtu kama saizi tuko na amani. Tusikubali hata kidogo. Tarehe 25 tuko na mkutano wa maombi Uhuru Park. Tumeukaribisha sana, ambaye umeandaliwa na mimi na Apostle Musili na Apostle Ndung'u. Tumeukaribisha Mkenya. Kama unapenda Kenya yetu, unapenda Mwenyezi Mungu, kuja tupige makoti pale tulilie Kenya yetu, sababu Kenya yetu uponyaji ni maombi na uponyaji ni Mwenyezi Mungu. Ni kweli. Tumalizie. Mimi nitamalizia kwa kusema hivi. Mkutano ni tarehe 25. Kuna mabasi ambazo zingine zinabeba kutoka Kitengela, zingine zinabeba kutoka Arungai, zingine zinabeba kutoka na huku Thika. Tumebeana mabasi zaidi ya 50.
na nitake kusema hivi, mkutano huu hatuna external donor ambaye ati ametusaidia. Hapana, sisi wenyewe ndio tumejitoa, kwa maana tunafanyanga mikutano. Tulikuwa Emali, tumefanya hii mikutano since 2013. Kwa hivyo watu waje waombe, wakuje hapo waombe. Kabila zote tunatamani, kabila zote. Kuna waimbaji watakuwa hapo wa Kikuyu, wa Kamba, hata kuna wengine wanatoka Tanzania kama Muhangila. Kuna waimbaji wengi, hata kuna mwingine anaitwa Kidomodomo. Kuna wengine wametoka Kongo, kwa maana Kenya hata si makabila 43, ni makabila 47. Kuna Wakongo, kuna Warundi, kuna Wasomali. Kwa hivyo nikimalizia tukutane hapa sisi. Na wakikosa mabasi vile mtu atakuja. Mtu akuje. Pastor Musili, wewe utafanya tu hivi. Waambie waishi kwa amani. God bless you. Muwe na thayu. Muwe na thayu muno. Na negatho Takameme TV turathi na mbere na kuhujia thayu. Tukauga thayu. Andu matigakorwo makiuragana, na nikio turathi na mbere na kwira nginya andu a kanitha magoka guku nigetha gutigirira ati kwina thayu. We Mugikuyu, we Muikamba, we Mujaruo, we Mubaruya, ithuothe tuombirwo ni Ngai umwe na twaheirwo bururi uyu tuikare turi ithuothe na wendo. Uri ugucagurwo kana uri utegucagurwo, ndukoe banga o uria werwo, ndukoe banga gutema mundu uri ungi tondu ni uru, na nigetha tuthie na mbere na guikara na thayu. Uria wothe uraigwa kiaria atongoria mararia gutuhuka mierio ya gutuma andu mamenane, mutigetikire akorwo kana u Ngai amurathime.